Asante sana, tunaendelea na sehemu yetu ya pili. Hapa tunaweka reverb, delay na kadhalika. Nilishia hapa kwenye reverb na delay. Kwanza kabisa nilitumia reverb inaitwa Valhalla Vintage. Nikaweka decay kwa sababu nilihitaji chumba changu kiwe ni kikubwa. Kulingana na vocal yangu inavyosikika na visikia, nilihitaji room iwe kubwa, chumba kiwe ni kikubwa. Alafu pre-delay niliweka 20. Mood nikaongeza mpaka 2.5 hapa. Shape nikapiga 100, EQ nikaongeza kidogo ili kupata ile hall ambayo inakuwa na mwitikio wa chumba kipana. Baadaye nikaweka chini yake compressor. Gain nikaacha 0, ratio nikaweka 1, slingshot nikaacha 0, lakini nikacheza release 160 ili iwahi kuachia. Taki nikaweka 10 taki nikaweka ikamatwe kwa kiwango cha 16. Baada ya hapo nikaweka doubler, niliweka doubler hapa. Tukatumia doubler kwa ajili ya kuifanya vocal yetu iwe na unene, kwa sababu doubler ni plug ambayo kwa kawaida huwa inazalisha sauti. Sawa. Doubler ni plug ambayo ina uwezo wa kuzalisha sauti. Maana yake zinakuwa mbili. Mimi nitumia doubler 4, lakini nilikuwa na maana yangu ili kuifanya vocal yangu, solo yangu iwe wide. Sawa, baadaye nikaja nikatumia H delay kama delay yetu. Nitaweka somo namna ya kufundisha, niwe kufundisha kwa delay kama hii. Nitaweka tena somo lake baadaye, jinsi ya kuiset delay vizuri kabisa. Ili kusudi kwa watu ambao kidogo ndo wanaanza waweze kupata mwelekeo. Nilitumia H delay. H delay inaonekana hivi. Nikatumia 1/4 BPM 120. Analogi hii kwa kawaida naacha kidogo tu kiwango. Ukiwacha inaingiza noise. Ukiacha iwe kubwa inaingiza noise. Nikaweka tu 1 kwa ajili ya kupata weight, nikashusha kidogo. Alafu nikatumia bass kidogo ingia, alafu nikatumia pimpo kwa sababu nilichagua style hiyo. Ndio nikaja nikazi add kwenye soul bars yangu hapa. Valhalla, H delay pamoja na doubler. Kwa solo yangu ikasikika kama hivi. Kwako Yesu mimi nafurahia. Sono inavyokuwa wide, basi matokeo yakawa mazuri. Wow, nice. Kwako Yesu mimi nafurahia. Umeniweka huru. Baba yangu na kutuku. Usilazimishe kutumia plug 250. Yani sikiliza kwanza vocal yako inahitaji kitu gani. Kuna vocal zingine zinahitaji plug 4 tu. Hiyo ndo njia mpya kabisa ya kufanya mixing kwa kiwango kama producer mkubwa. Producer hawakurupuki tu kuweka maplug kwa kukalili. Producer anasikiliza vocal yake inahitaji kitu gani. Zipo plug za msingi kuweka kila vocal, kama compressor, kama EQ, reverb. Kwenye reverb napo kuna utaratibu. Kuna vocal nyingine inahitaji reverb kubwa, kuna vocal nyingine haihitaji kabisa reverb. Kuna vocal nyingine inahitaji reverb kidogo tu na aina ya reverb. Kwa hiyo ndio maana maproducer wakubwa kuna project analazimika kufanya kwenye studio 1, kuna reverb kula anaitaka. Huko hawezi kuipata Cubase, lakini zipo zinaboshabiana, lakini anaenda kutumia kule. Kwa hiyo hakikisha producer unakuwa unasikiliza kwamba hii vocal inahitaji kitu fulani. Hapo utakuwa unatisha kinoma yani. Hapa nimetumia plug 7 tu nikapata haya matokeo. Sio mpaka unajaza cheni nzima.
hauwezi kuwa pro kwa kukalili. Kwa lazima uishughulishe akili yako iwe inasikiliza kwamba hivyo kwangu inahitaji kitu fulani na inahitaji kitu fulani. Kwa hiyo kwa sasa nimefundisha kuhusu somo linalokuja, tutaangalia jinsi ya kumix hizi back vocal zetu. Baadaye tutaanza kujifunza plug moja moja, matumizi sahihi, kusudi mtu unakuwa na ule ufahamu wa kuijua plug yako kwa undani. Niwatakie majukumu mema na uangaliaji wa vipindi vyetu vitakavyoendelea hapa. Kwa sasa ni bandika bandua mpaka tuhakikishe watu wanakuwa mapro. Tujifunza mixing, tujifunza kupiga kinanda na kadhalika. Kwa hiyo ndugu zanguni, niwatakie majukumu mema. Chao.